Anita. Wewe Anita. Kwa nao pate yako. Kwa nalala mpaka saa hizi hujui majukumu yako? Hapana nini? Amka kwa muandalie chai mume wangu anataka aende kazini saa hizi. Unalala, tumekuja kulala. Jana nilichelewa kulala dada, nilikuwa nimechoka sana. Umechoka? Si ndio kazi leo kuleta hapa au ulileta hapo uje ulale? Hapana. Naomba ukafanye haraka. Mume wangu anataka kuweka kazini. Mke wangu vipi? Chai tayari maana muda huu tukiwa ni wahi kazini. Nilimwamsha dada uko na dada. Umemwamsha dada wa kazi? Mke wangu. Unamwamsha dada wa kazi saa hizi? Hebu kuwa na huruma, wewe mtoto wa watu anachoka. Kwanza isitoshe mtoto wa watu anachelewa kulala. Bado tena unataka kumwamsha saa hizi. Kweli? Si ndio kazi yake leo mleta hapo. Kwani amekuja kulala yule? Sawa, ni kazi yake iliyomleta, lakini kuwa na huruma mke wangu. Mtoto wa watu anachoka, anafanya kazi nyingi. Hapa nyumbani kuna kazi nyingi sana za kufanya. Wewe mwenyewe kipindi hicho dada wa kazi anafika, ulikuwa unachoka. Mpaka nakuonea huruma. Sasa kazi zote mtoto wa watu anafanya, Kisa una dada wa kazi wewe umelala. Sawa, ni kiasi cha kwenda kuandaa tu chai. Chai tayari imeshapikwa, wewe kuweka tu mezani, kuniwekea tu mezani bana chai hapa. Kweli, kuwa na huruma mke wangu, kuwa na huruma. Anachoka ndio, lakini ndo kazi yake, wala sio kazi yangu. Wewe mfanyie tu hivyo. Siku akiondoka. Unajua majukumu yote huko ndani utafanya wewe. Na usije kuniambia nimechoka, sijui nini. Lazima umefanye wewe. Atakuja mwingine. Atakuja mwingine. Haya. Alafu kuna yale maagizo nilokupa. Hakikisha wale mafundi wakija warekebishe kule nyuma. Sawa? Lakini mimi leo sisikii kunywa chai. Ningeomba upumzike tu maana najua utakuwa umechoka sana. Unajua wakati mwingine kidogo mapema unakuwa umechoka. Sawa? Mimi nakuomba upumzike kwa sababu sasa hivi ni mapema sana. Sawa? Upumzike. Tutaonana baadaye.
Hello. Kuna taarifa kidogo hapa kwa mawakala wetu wa Zanzibar. Wanadai kwamba kuna mzigo ambao umeshuka Zanzibar. Unahitaji kuwasili Dar es Salaam. Kwa hiyo naomba kama unaweza kuwatembelea mawakala wetu wa hapo ili tujue taarifa kamili kutoka kwao. Wanafikia vipi kuhusiana na swala la mzigo. Okay. Basi haina tatizo kwa sababu nimepokea mafaili hapa kutoka kwa Jaffe. Nadhani nitayafikisha kwa mkurugenzi hivi karibuni. Okay. Asante sana. Okay, nashukuru sana. Hello. Okay. Basi poa, nakuja sasa hivi. Okay, sasa hivi dakika 5 nyingi nakuja sasa hivi. Okay. Baby. What is wrong, baby? Vipi bana leo? Sikuoni ukiwa na furaha. Tatizo ni sio kawaida kwa jinsi ninavyokutana. Nimeshazoea kila nikija siku zote unanipokea kwa bashasha, unanipokea kwa sura yako ikiwa imejaa tabasamu tele, lakini leo nakukuta tofauti kabisa. Na kuuliza tatizo ni nini mke wangu? Kwani simesharudi tena? Ndio, nimesharudi.
lakini nakuona uko tofauti. Si kama ninavyokukutaga siku zote ukiwa na furaha mke wangu. Uko tofauti kabisa mke wangu. Why? Nini tatizo? Au ni yale mambo ya jana tulishaongea tukamaliza mke wangu? Yale mambo ya jana tulishazungumza tukamaliza. Kwa hiyo mbona umefanya vizuri? Mpaka leo nikaa hapa nicheke. Unajua mke wangu Ada, ninapokuja siku zote wananipokea na kunipa maneno matamu sana. Lakini yale mambo ya jana hayawezi kukufanya wewe ukabadilika kiasi hicho, ukawa ni mtu wa tofauti kabisa kwangu. Nilishakuambia jana nilikuwa namsaidia yule dada wa kazi. Jana ilikuwa ni siku ya weekend, niko nyumbani, niko na siendi popote. Sina kazi yoyote ya kufanya. Acha nimsaidie kufuta kidogo maana pale kwenye dirisha kulikuwa kuna vumbi nyingi. Huyu dada kama unavyojua hapa kuna kazi nyingi. Hawezi kumsaidia. Kwa hiyo kumsaidia yule dada wa kazi kweli kuna ubaya. Kwa hiyo kumsaidia ndio alikuwa kumpatia. Au ndio kazi unaona rahisi kumsaidia.